kuzo. Sio kuna kazi kubwa sana. Kwanza wako na viti za velvet. Wewe. Anaweka hata mkeka. Sio kuna baraka nyingi sana. Hata hapa. Bwana asifiwe. Wana wa Isaka walijielewa. Halo. Ndio walikuwa natoa wanavita. Hawakuwa wanaenda kukopa wanavita. Walikuwa wanatoa ndani yao. Halo. 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 Bwana atusaidie sana. Praise the Lord. Amen. Tuelewe baraka zote zetu ziko hapa. Ambia jirani, ile mambo yote umekuwa ukitafuta iko hapa. Ile mambo yote ulikuwa unatafuta iko hapa. Ile kitu unafaa kujua ni kujielewa peke yake. Wana wa Isaka hawakuzaliwa na mama aliyekuwa mrembo sana, aliyepiganiwa miaka mingi. Walizaliwa na yule mama chongo, lakini walijielewa. Halo. Walijielewa sana. Wakaelewa ni sisi. Na sasa tulizaliwa hapa kwa chongo. Kwanza tuzaane. Halo. Na tutoe wale wanajeshi karikari. Kwanza hii ndio kazi yetu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na kwa hivyo ni vema sana kujielewa ya kwamba tusaidie na atukumbuke, atuwezeshe. Ningependa tuweze kuelewa ya kwamba wana wa Isaka, the Bible says in the book of Numbers, on the second day, the son of Zua, leader of Isaka, presented an offering. He presented an offering over the army of the tribe of the children of Isaka was Nathaniel, the son of Zua, the son of Zua. Bwana asifiwe. Walikuwa wanatoa sadaka. Walijielewa. Hii mambo kubwa kubwa inataka sadaka. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Wakati mmoja Bwana alinenea, hata tuko tumefunzwa mambo ya sadaka, na leo sijakuja kufunza mambo ya sadaka. Akanisaidia naweza toa sadaka ya masomo wa watoto wetu. Bwana asifiwe sana. Sikuwa nimesikia pahali watu wanatoa sadaka za masomo. Na kanisa moja ilikuwa inajengwa ya mchungaji rafiki yetu. Siku hiyo tulikuwa na ile simu ya Motorola mrefu. Hiyo ni historia. Wale watu wako huku, mnaweza enda archives, mtakuta hiyo Motorola. Yenye ilikuwa ya mlija mrefu kama ile ova ya polisi. Sasa nikamwambia mchungaji, unaweza pitia kwetu ukitoka kanisa ama unapata nafasi. Alikuja haraka. Maana hatukuwa tunaishi karibu na yeye. Alikuwa anaishi kama kilomita 13 mbali. Alikuja. Nikamwambia mimi nataka kutoa mabati 13. Na hiyo mabati nataka kutoa sababu ndio niko nayo na iweze kubariki kanisa lako, na nataka kuitoa sababu ya masomo ya watoto wetu. Yule mtoto wetu mkubwa sana alikuwa ako na miaka nafikiri kama 12 hivi. Nikatoa hiyo sadaka. Bwana asifiwe. Nilipotoa hiyo sadaka, nataka kukwambia mpaka wa leo huwa inatetea masomo ya familia yangu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hakuna kwangu mtu hana degree. Amen. Kwa sababu nilitoa sadaka siku hiyo wakiwa wadogo. Bwana asifiwe. Tunaposikia sadaka tunasemaga pasta anaitisha sana. Najua hata mimi pasta wa kanisa. Praise the Lord. And by the way, nisalimiwa na mume wangu. Yeye ndiye alienda kuhubiri kwetu leo. Mimi ni wa Maximum Miracle Center Ngong. Hiyo ndio kanisa hii na hudumu. Bwana asifiwe. Pasta anaitisha sana. Tulitoa ya, tumetoa ya.
tutatoa Bwana atusaidie sana. Praise the Lord. Let us understand ya kwamba ukitoa offering unajitolea mwenyewe na watu yako. Praise the Lord. Toa bila kuitishwa, toa bila kuulizwa, toa bila kuambiwa. Jitolee. Hata toa sadaka, uambie mchungaji, nimetoa sadaka niweze kung'atuka level hii niende hiyo nyingine. Bwana sifiwe. Yes, nataka biashara yangu iinuke. Bwana sifiwe. Kuna dada moja alikuwa hajazaa, alikuwa ametoka mimba nyingi, karibu mimba inafika 8. Akaja kwangu, ameambiwa na mshirika watu wetu moja, mama yetu anakuombea unapata watoto. Akanitafuta yeye ni wa kanisa ingine, akakuja na akaniambia, na nilipoenda hapo, alipokuja nikamwambia, nasikia ndani yangu utoe sadaka ya uzazi. I know wamama hapa mjatoa sadaka ya uzazi, si ndio? Kwa maana mnafikiria it is ni kawaida, si ndio? Ni kawaida. Wacha nikuambie, si kawaida. Wewe hujui hivyo, mpaka kufuatana wale ambao si kawaida. Bwana sifiwe. Nikamwambia, tafuta kitu kile tu uko nacho, just give a sacrifice for your children. Bwana sifiwe. Napoongea sasa, huyo mama ni mama wa watoto. Bwana sifiwe. Amen. Pigia Bwana makofi. Praise the Lord. Wengine akaja akaniambia kwa madhabahu, mimi sasa wamejaribu kunitupa kwa ukoo, ni wanasema nitupwe juu mimi si zaina, nimetoka mimba nyingi, na kwetu wanasema wataenda kuroga ndio nitolewe. Nikamwambia, kuja kanisa, wewe umefika, kuja turoge na wewe hapa. Sisi ni warogi wakubwa wa Bwana. Enda ulete mama anointing oil, nikuonyeshe vile hapa. Kwenda leta ununue mkute hapa kwa madhabahu. Akakuja, nikaiombea, nikamwambia piga magoti. Si hata huko wanaenda kukupigisha magoti. Hata piga magoti hapa. Nikamwekea hiyo anointing oil. Nikamwambia enda uzae na ufunguke na uzae sana katika jina la Yesu. Tunarudisha hiyo roho yao kwenye imetoka katika jina la Yesu. Na uzae na uharibishe hiyo midomo yao. Na uzae watoto warembo katika jina la Yesu. Si zae wale hawana sura. Zae wale wako na sura mpaka wajue. Kuna Jehova kwa kanisa hutapotea. Bwana sifiwe. Hata nikuambie. Hawa dada, huyo dada alitangulisha kijana, alitae Baraka. Akazawe msichana mwingine. Na anaendelea. Na ni warembo. Halo. Amen. Usicheze na Mungu. Halo. Wewe toa sadaka. Wacha kunungunika. Watu wengine hapa hawajaitolea sadaka ya kuinuka kwao. Na vijana hapa nao ni kulalamika hakuna kazi. Si utoe sadaka ya kazi. Hello. Sio ikuwe nyingi, but have that knowledge. Understand the times. Bwana asifiwe. Amen. Nani alisema hakuna kazi? Na kazi Kenya ni nyingi sana. Hello. Kazi Kenya, si ni nyingi. Kama watu wanatoka ng'ambo kuja kufanya kazi hapa, wao wanasema nini? Hata hakuna kazi. Wewe inuka na utoke kwa viti na simu. Na uamini Mungu na utoe sadaka. Uone vile Mungu atakutolea baraka zake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nataka tuendelee, bado tuko na dakika zetu kadhaa. Nataka tuangalie hapa wana hawa wa Isaka. Walikuwa watu ambao katika maisha yao wanatoa watu shujaa. Wanatoa watu, praise the Lord. Amen. Walikuwa wanatoa watu shujaa. Uliza jirani,
Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Bwana asifiwe. Na unaweza toa watu shujaa. Muulize. Unaweza toa na kulea watu shujaa. Bwana asifiwe. Unajua wewe ni shujaa, lakini lazima ulee watu shujaa. Ambao ni nini? Ni shujaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Watu wa Isaka walikuwanga watu wa furaha. Watu wa Isaka walikuwa watu wa furaha. Bwana asifiwe. Walikuwa watu wa furaha katika nyumba zao. There were people who were men and women of God. Watu wa furaha. Praise the Lord. Amen. Walikuwa watu wa furaha. Praise the Lord. Maandiko inasema ya kwamba hawa watu, they used to build great towns. They were great builders. Walikuwa wanajenga mijengo mikubwa. Bwana asifiwe. Amen. Wanajenga, walikuwa wanajua wakati wa kujenga ni sasa, na wanajenga. What are you building? Bwana asifiwe. Ni nini unajenga? Wewe unajenga nini? Praise the Lord. Amen. Dada moja, mama tu mkubwa, kila saa mnakutana anakupatia habari za watu. Habari za watu. Tukakutana kona moja, nikamwambia kutoka leo nimekukemea, usiwahi nipatia ripoti za watu wengine. In Jesus name, amen. Huyo mama alishtuka. Nikamwambia ndio, na nimekuona na nimekukataza, ukiniona usiwahi nipatia ripoti za watu wengine. Praise the Lord. Huyo dada amesema tupige makofi. Wewe piga makofi. Wewe umeona watu wangapi? Unaweza kuwaonya. Umewaonya. Unaweza kuwaonya. Kwa maana wanachafua moyo wako. Wanakuchafua. Na upige wao, waambie usiniletee hiyo maneno. Bwana asifiwe. Maneno ya kuinua hisia ambazo hazikuna pale zinaenda. Halo. Badala ya kuitwa na Bwana tupige magoti, tuitanie na tupiganie hao wengine. Sisi ni watu kutuinulia hisia ambayo tukienda mbele za Bwana tunakuwa wachafu. Kwa maana yale mambo ambayo tunasikia all over the place hayana ukweli mengine. Kwa nini tunataka kila saa tuweze kuwa watu ambao wamechafuka? Tuambie Bwana tusaidie. Praise the Lord. Tutoe dhabihu ambazo ziko hai. Tukiinua mikono yetu tutakuwa na mikono imetakasika. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Let me tell us, standard ya Mungu haijawahi badilishwa. Nasikianga kuna watu ambao mashini zao za kupima kilo zinakuwa zimekorogwa ziweze kupima kilo. Inaonekana ni kilo tu, lakini ndani si kilo kamili. Jehova hajakoroga kilo yake, mashini yake hajakoroga. Bwana asifiwe. Ya kwamba inapima yenye vitu inaonekana ndio na sio. Hello. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Siku hiyo tutaokoka hiyo midomo. Mambo tuna confess. Tutajenga mijengo mikubwa katika maisha na mioyo yetu, katika rohoni, mpaka Bwana mwenyewe anakuwa akisema na hapa niko na wajenzi. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nakumbuka siku nilienda kwetu nikiwa mdogo, sikuwa nimeoleka. Bwana akaniuliza, na nikileta baraka boma yenu zitaingia wapi? Kwa maana hata barabara ile kale kafuti pale. Bwana kaniambia, chukua ndugu zako, kilia umesha barabara ya magari. Halo. Nikamwambia ndugu zangu, mimi nasikia Bwana ameniambia